moja asubuhi, wakati natoka napeleka watoto wangu shule, nikatoka na watoto watatu. Kwa bahati kufika maeneo ya kwa marehemu huyu, nikamshusha mwanangu mmoja. Kwa bahati marehemu yuko nje, nikamsalimia na nikamshusha mwanangu, akaweza kumpokea na kumpeleka kwa jirani. Sasa mtoto wangu analelewa kwa jirani, lakini ni wote analelewa hapa hapa ndani. Nikachukua wale wabakia na kwenda nao shule. Nikaenda kwenye maisha yangu, kwenye pilika zangu za maisha, kufika milango kama saa 6, nikaanza kutoka huko, nikaenda kwa baba yangu kuchukua watoto na kuwaleta zangu nyumbani. Na kufika nyumbani na mama watoto ndo tayari alikuwa njiani anakaribia nyumbani. Sikuingia ndani, ila nikaa nje na Vespa. Kwa bahati nzuri au mbaya akanipita kijana mwenzangu anakaa mtaa pili. Nikamuuliza, mbona una bondeni? Unaenda kuchukua ng'ombe wako? Lakini ng'ombe wako si bonde lake hili. Akanambia mama yetu tangu alipoondoka asubuhi mpaka saa hii hajarudi nyumbani. Nikamwambia subiri tuongozane mama yetu wote. Tukaanza kuongozana mpaka bondeni. Tulipofika bondeni, kuna mwanawe mzazi wa kike na kuna mama jirani yake. Wamo ndani ya mto wanamtafuta na kilio. Bahati nikamwambia, hebu kwanza tunyamazeni kimya, msilie kadiri hatujamuona mtu. Nyamazeni tutafute kwanza. Tukaanza kutafuta watu 4, wanawake 2, wanaume 2. Lakini baada kama dakika 2-3 mimi nikamwambia, hayumo kwenye mto huyu. Hebu mimi nachukua tabaka hili huko, wewe ingia tabaka hili huko. Tuingie huko kwenye visitu tuweza tukamuona. Kwa bahati kama dakika 15 hivi Mwenyezi Mungu akafanya rehema zake, huyu mwenzangu ndo akamuona. Lakini baada ya kumuona moyo wake haukumpa tena kwenda kuangalia. Yaani baada ya kuona miguu tu na akarudi mbio nyingi. Akaja upeni akanita, Rajabu na njoo. Nikaja. Nilipokuja nikamuuliza, hali vipi? Akanambia, yule pale pembeni kisitu kile pale wenzetu. Anambia, mimi siwezi kwenda tena, moyo wangu hauhimili. Sawa. Mimi nikachukua kama hatua 8. Nilipofika hatua 8 kweli na mimi nikamuona miguu. Kwa vile ni mwanamke na wale waliokuwa kwenye mto mimi sikuwagotoa wala sikuambia, kwa sababu ni mwanao na jirani. Yalaitani ningewaambia wale pale, ngekuja pale kwa kuona nitukio wengeshote huko. Kwa hiyo nikatumia busara, nikatoa simu yangu, nikampigia mke wangu. Ni kilomita kama 50, nikaagizia anamuita huko mwenzetu, ndo anamuita kwa vile kwa ishara, lakini mimi alikuwa anamuita tena, ndo mimi wakaniondoa. Mimi kajua kama yuko kule, lakini mimi ndo wakaniondoa, akabaki wao na mdogo wangu pia akaondolewa, tukaja zetu baki wao. Nilipofika mimi nikamfunika moja kwa moja. Baada hapo nikatoa simu na kumpigia OCD, nikamweleza ile hali halisi, na yeye akafanya utaratibu wake kutuletea askari wa polisi na madokta, na jamii wakaanza kuteremka, masheha, manaibu wa sheha. Ile swala tukalihitimisha kwa wote na tukaondoka pale kuelekea hospitali Vitongoji kwa uchunguzi zaidi. Serikali naomba watusaidie, tena watusaidie. Kama mimi ni mratibu naumia sana kwa hili tukio, kwa sababu haya mabonde, hili si tukio la mwanzo lililojitokeza. Nilitokeza tukio moja na tukenda nalo, wakatuambia kama tutawasaidia, lakini tuhumiwa mpaka sasa hivi bado hajakamatwa na anaonekana analala. Mwisho anaambiwa anakaa mabondeni kwa sababu anafuga mbwa. Mbwa kwa serikali ni jambo dogo, tutuomba tusaidie uhalifu uondoke. Kila siku ni sheria yetu, kila siku sheria yetu, na bonde ni hilo moja. Kwa hiyo tuomba hili jambo walishughulikie kwa kina